Kwanza tuanze na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo pata fursa nyingine kuzungumza na wazee wa jiji hili la Dar es Salaam. Lakini la pili ni washukuru sana wazee wa Dar es Salaam. Nilipata taarifa kwamba baraza la wazee wa Dar es Salaam wanajiandaa kuwa na kongamano lao na waje na matamko ambayo watatuletea serikalini kuyafanyia kazi. Lakini nikasema ndio jukwaa hilo hilo na mimi nitapenda niwe nao, nizungumze nao na wenyewe wazungumze na mimi. Kwa nawashukuru sana kwa kuandaa jukwaa hili. Asanteni sana. Wazee wangu wa Dar es Salaam, kabla ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu, siku ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi kwa nchi yetu, ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani, hulka ya upole na ukarimu. Hiyo ndio sifa yetu kubwa ilikuwa Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote. Hata tukiwa nje, wakiwa wanafunzi wanasoma huko, na tulipokuwa wanafunzi tunasoma huko. Ukijisema Mtanzania ndani ya ukumbi, kuna Mtanzania atakuja kukufuata bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Anakuja kukufuata, mnachapa Kiswahili chenu, mnaendelea na udugu unaanza hapo. Hiyo ndio sifa yetu. Lakini kila siku zinavyokwenda, sifa yetu inaporomoka. Wengi wasioitakia mema nchi yetu wanakereka na tambo zetu hizo za kwamba Watanzania sisi tuna umoja, tunakupendana, na popote tunapokutana la kwanza ni udugu kuliko mengine yote. Wanakereka na sifa zetu hizo, na kwamba Tanzania ni nchi ya amani inawakera sana. Nakumbuka wakati mmoja katika ukumbi huu, nimesahau ilikuwa shughuli gani, lakini nikiwa kwenye kiriri hiki hapa nilizungumza nikasema kwamba kuna watu wanakuja kutuchafulia amani. Wameshaharibu wanakotoka, sasa wanataka kuchafua huku. Hilo nalo liliwakera sana, na labda pengine ndio hii kutuonesha kwamba hata na nyinyi sio wasafi pia. Sasa niseme tu kwa ufupi kwamba vurugu zilizotokea tarehe 29 zikaendelea na 30 si desturi wala utamaduni wa Watanzania. Si desturi wala utamaduni wa nchi yetu wala watu wetu. Kila aliyeumia au kupoteza maisha ni Mtanzania mwenzetu mwenye haki sawa na wengine. Hakuna mtu aliye juu ya mwingine. Haki ya kuishi na haki ya kuwa huru ni tunu zetu wote wa Tanzania. Kwa hiyo hakuna sababu ya Watanzania kuumizana na kunyimana uhuru. Inatia uchungu kuona wachache walioratibu fujo zile wakitaka Watanzania wenzao wawe kafara kwa malengo yao ya kisiasa yaliyo tofauti na siasa. Lakini kwa sababu zozote hatukupaswa kuvuruga amani ya nchi yetu wala kusababisha vifo kwa watu wetu. Sasa kwa wale walioondokewa na ndugu zao na watoto wao na jamaa zao, natoa tena pole kwa sote yao, kwani damu ya Watanzania ni damu yetu sote. Tanzania mmoja akiumia tumeumia wote.
Kuondokewa na Mtanzania mmoja, tumeondokewa wote. Kwa hiyo tuwe pole wote. Kama alivyosema kaka yangu Salum Matimbwa hapa kwamba katika kipindi hiki ambacho mmeniamini kuongoza nchi, nimeshazungumza na wazee mara mbili. Mara ya kwanza niliongea na wazee wa Dar es Salaam mwanzo, nadhani ilikuwa mwaka 2021 mwisho au 22. Lakini mara ya pili niliongea na wazee wote wa Tanzania, wawakilishi wao pale Dodoma muda mfupi kabla uchaguzi. Leo ni mara yangu ya 3 na ya kwanza katika muhula wa pili wa awamu ya 6. Nimeona niongee nanyi kutokana na naliyotokea katika nchi yetu. Kwa nikaona vyema kuendeleza utamaduni wa viongozi wetu waliotutangulia, kwamba yakitokea mambo makubwa ndani ya nchi hupita na kuongea na wazee. Kwa nami nataka niendeleze utamaduni huo kwa kupitia wazee wa Dar es Salaam, nizungumze na taifa. Na hii ni kutokana na upekee wa jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam kama lango kuu la kuunganisha Tanzania na nchi nyingine tunazopakana nazo, lakini hata Afrika kati na kusini ni rahisi kufikiwa kwa kupitia Dar es Salaam. Lakini vile vile nimekuja kuzungumza nanyi kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vile vile nikiwa mdogo wenu, wengine dada yenu, vyeo vyovyote vile nimeona nije nizungumze naye. Na wengine ni mwanafunzi wenu. Kuna walimu wangu kati ya wazee hapa, walimu wetu kwenye serikali walivyokuwa wakiongoza nasi tumefuata, walimu kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mlioyafanya nasi tumefuata hatua zenu. Lengo ni kusikia ushauri wenu, lakini pia mnisikie nami. Ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, baada ya kuapishwa nimezungumza na wananchi. Hii ni mara yangu ya 4. Nimezungumza kupitia hotuba ya siku ya kuapishwa. Nimezungumza kupitia hotuba yangu bungeni. Nimezungumza kupitia siku ya kuapisha mawaziri wa serikali hii, lakini pia nilizungumza siku ya kuzindua tume niliyounda kufanya uchunguzi wa haya yaliyotokea. Hotuba zote hizo haziwezi kuondoa wala kukwepa umuhimu wa kuzungumza nanyi wazee wa Dar es Salaam, na ndio maana niko hapa leo. Dar es Salaam yetu ni kitovu cha biashara na moyo wa utamaduni wetu. Dar es Salaam hii kupitia vurugu zilizotokea imepitia kipindi kigumu sana, na wote hapa ni mashahidi. Kuna wengi ambao riziki zao ziko mikononi kwao tu, mpaka amke asubuhi atoke akajishughulisha apate cha kupeleka nyumbani, chakula na watoto. Vurugu zile zilifanya Dar es Salaam isimame. Wafanya biashara ndogo ndogo walisimama, wenye magenge walisimama, Kariakoo ilisimama, shughuli zetu zote zilisimama, na ilitulazimu tubaki ndani. Na kwa hadithi tunazozipata, bei za bidhaa zilipanda sana 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 sana. Kwa hiyo machungu ya siku chache tuliyaona ndani ya Dar es Salaam, mbali na maeneo mengine yote nchini. Maeneo mengine baada ya vurugu kutulia, shughuli ziliendelea, watu walikula, walitoka kufanya yao, lakini Dar es Salaam tulionja kidogo, vijana wanasema joto ya jiwe. Kwa hiyo nikasema tuzungumze kidogo. Kwa muktadha huu nawiwa kuzungumza nanyi kwa kuwa natambua takriban 10% ya Watanzania wote wanaishi hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni jiji la watu takriban milioni 6, na hiyo ni idadi kubwa ya watu kuishi kwenye jiji moja, na ndio inaonyesha umuhimu wa jiji hili kwa nchi yetu Tanzania. Dar es Salaam
inachangia takriban 17% ya pato la taifa, na asilimia kubwa ya biashara inafanyika hapa ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Isitoshe, Dar es Salaam ndio jiji la kibiashara na taswira ya nchi yetu nje, kwa hiyo ina umuhimu wa pekee yake. Ikiunguzwa Dar es Salaam, Tanzania yote imeungua, sababu Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Hakuna kabila lolote ambalo haliko hapa Dar es Salaam. Watu wa mikoa yote ya nchi hii wako hapa Dar es Salaam. Watu wa dini zote wako hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Ikidhurika, ikipata madhara Dar es Salaam, Tanzania hii ndio inabeba sura au taswira ya nchi yetu. Chochote kitakachoripotiwa vibaya Dar es Salaam